Khairat TV, mamanna mimunni munna minal mannani. Na mmoja aliyetoka kijijini kwenda mjini kutafuta kazi. Alivyofika njia ya panda, katika njia moja ya panda akamkuta mzee mmoja anauza biashara yake. Kijana yule alikuwa na shilingi 3 mfukoni, shilingi 3. Akamuuliza, wewe babu, hapa babu unafanya nini? Akamwambia, mimi nauza biashara yangu. Unauza nini? Akasema, kila kitu kimoja nauza shilingi 100. Shilingi 1. Nini? Akampa shilingi 1. Alivyompa shilingi 1 akamuuliza, mkuu wangu unakwenda wapi? Akamwambia, nakwenda Dar es Salaam, nakwenda kutafuta kazi mjini. Akamwambia, unapokwenda mjini usichague kazi. Shilingi yake 1 ile imeisha. Akaona ngoja nitoe na hii ya pili. Akatoa tena shilingi ya pili. Akamwambia, ukishafanya kazi ukimaliza, ukitaka kwenda kuoga, kachague mahali pa peke yako pa kuogea. Usichague mahali pa watu wengi. Shilingi ya 3 akaona ngoja niimalize na hii ya 3. Alipomaliza ile ya 3 akamwambia, siri yako usimwambie mtu. Yule bwana hela yake imemishia na yule bwana maneno yake yamemishia. Yule kijana akaondoka. Akaenda moja kwa moja mpaka mjini. Alipofika mjini akakuta mji unanuka. Watu wanatafuta mfanyakazi wa kuzibua bomba la maji machafu. Yule bwana alipofika wakamwambia, kijana, sisi tuna kazi. Kazi gani? Akaeleza, bomba la kuzibua maji machafu, mji wote unanuka. Basi akapata naye mtu mmoja, akakubaliana naye. Akabidi akafikiria ile swali la kwanza, unakwenda wapi? Unakwenda mjini kutafuta kazi. Akamwambia, cha kwanza usichague kazi. Kwa alipoikuta kazi ile ingawa ni chafu, akasema, neno langu la kwanza ndio hili, na leo nimekuta kazi ndio hii mimi nafanya. Akaingia kijana yule kazini, akafanya kazi mpaka kufikia saa 8 kazi yake kamaliza. Baada ya kumaliza ile kazi sasa, kalipwa hela yake. Watu wanaanza kuulizana, nani aliyefanya kazi hii? Baki ya yule tajiri. Yule tajiri kampa hela yake na wakaja watu kuja kutoa pongezi kwake. Kapata hela nyingi sana. Ikabidi atoke pale ende akaoge. Alipoenda kuoga bwawani, alipofika pale kwenye bwawa akakuta wenzake kule wanacheza kwenye mabwawa, na yani sisi tunaita zamani kudiba. Wanaogelea, vijana wengi wanapiga na makelele, vidalipo na nini. Yeye akafikiria lile swali lake la pili alilonunua kule kwa shilingi yake 1 nyingine. Alisema, nikifika sehemu ya kuoga nikaoge kwa peke yangu. Kwa nguo zake akatoka, akaenda akatafuta mahali pa peke yake, akaoga maji, akamaliza, akaondoka. Fungu lake la pesa kalisahau pale. Yeye kafanya safari zake kaondoka. Kufika mbele kakumbuka hela yake kwamba ameisahau. Akarudi mpaka pale, akaikuta hela yake kwa sababu kaoga malipo peke yake. Akachukua hela yake. Katoka zake pale, sasa anarudi nyumbani. Amefika nyumbani, amerudi na mali chungu nzima na hela nyingi, akafungua duka kubwa sana. Huku nyumbani aliacha mkeo. Basi baada ya kufungua ile duka kubwa, watu wakawa wanajiuliza kitu gani kilichomsababisha huyu awe na hela mpaka afungue duka hili. Watu wakatumia mbinu za kila aina kumuuliza, lakini yule bwana akaikumbuka ile neno lake la kwanza la mwisho, siri yako usimwambie mtu. Kwa hiyo ilikwenda, lakini alighasiwa sana na mkewe kwamba mume wangu niambie. Na hivyo watu wakawa wanakwenda kwa yule mwanamke kwenda kumsihi, ili kwa sababu yule ni mume wake, atamweleza tu utajiri anaopata. Basi yule mwanamke akamsihi mume wake na nini. Mwanamume bado akawa akili yake iko pale pale, akamwongopea mkewe, akumweleza ukweli. Akamwambia, mke wangu, nilipotoka hapa mimi nilikuwa nimebeba mafuta ya Simba. Kwa nilipokwenda kule niliuza mafuta ya Simba, ndio nimepata hela hii, tulikuja tumefungulia duka. Kumbe kamwongopea mkewe. Mke yule akachukua ile maneno akapelekea vijana. Mume wangu bwana, kilichomtajirisha mafuta ya Simba. Mafuta ya Simba tu wewe. Akaona, sisi vijana, lete mikuki, lete mishale, lete mipinde. Wakaingia polini kwenda kutakusaka Simba ili wapate mafuta ya Simba. Kwenda kule katika lile kundi, vijana 7 wakaliwa na Simba, wakafa.
Wale wanarudi nyumbani, wanaulizwa kulikoni vijana nini? Wakasema bwana, mwenzetu kapata utajiri aliopata kwa ajili ya mafuta ya Simba, na sisi tulikuwa tumekwenda tukasake Simba ili tupate mafuta yake, ili na sisi tuwe matajiri kama ilikuwa hiyo. Kwa hiyo badala ya hapo ikawa ile neno lake la tatu, ile kijana lilifanikiwa. Siri yako simwambie mtu, akawa katika kile kijiji yeye ndio tajiri, hakuna aliyepata utajiri zaidi yake yeye, na kwa njia ambayo aliyokuwa anaifanya, na hakueleza. Kwa siri yako usimwambie mtu. Kwa hiyo hilo ndio mwisho maneno yangu ya siri yako usimwambie mtu. Khairat TV, man manna min munni munna min al-mannani.